Sasa naomba tumsikilize Bwana Lema. Kwa katika mchakato wote toka uchaguzi uanze, Bwana Lema, nini toka dalili za uchaguzi zianze kwamba mwaka huu tunakwenda kwa uchaguzi kuanzia serikali ya mitaa, watu wengi mmefanya mmeua the art. Sawa jamani, ya utawala bora ya kwamba leo una mbunge, una diwani ambaye hajachaguliwa, maana yake anakuja kuwa mbunge, anakuja kuwa kateli ndani ya bunge. Una watumishi wa umma, walimu ama baadhi ama watu mbalimbali, huyu kesho atakuwa ofisini, aidha ni daktari ama ni mwalimu, anafahamu ama ni polisi kama chama, na chama kitakuja kusema hizi ni salamu zangu binafsi za rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki na wale wote ambao property zao zimeguswa, ikiwemo ni pamoja na property za umma. Hasa hao watu ambao leo wameshiriki amezungumza Bwana Lema, impunity ya kuhakikisha maneno yenye hekima kubwa sana, kilele cha uchaguzi kubwa sana. Kilele hicho kimeua maneno haya yatakiwa zungumzwe na watu wenye dini, watarudi maofisini, lakini watu wenye dini wamekaa kimya. Utumishi utakuwa wapi? Mpaka nafikia hatua wanakuwa wanazinduliwa na wanasiasa. Tumenormalize ubaya. Tumsikilizeni vizuri kwa makini maneno haya Bwana Lema, tutapata kujua ni kitu gani alichokuwa anakimaanisha. Kuna mtu mwanafunzi wa udaktari Muhimbili ama KSMC hataona hitaji kusoma muda mrefu kuwa daktari, atafanya mtihani kutumia AI ChatGPT ama kitu chochote kile. Natoa mfano, atafaulu mtihani, tena atafaulu mtihani wa kufanya operation ya mwili. Siku moja mtoto wako atakwenda hospitali ama mwenyewe utafanywa operation na mtu ambaye practically sikilize vizuri kwa makini, hajawahi kupita kwenye process za kuwa daktari, ila alifaulu mitihani kupitia nyenzo mbalimbali. Na kwa sababu hakuna uadilifu na mamlaka kuanzia juu haiko kiuadilifu, maana yake ni kwamba tumenormalize na tumetengeza culture mpya katika taifa. Na msingi wangu wa kuongea ni hii culture mpya ambayo umeitengeneza. Na hatari ni kwamba kizazi cha kwanza